So mjengoni bwana tumepatwa na ugeni, si ndio Lade? Lakendo nyama kama kawa mdodo fresh mchaka. Wale mtano unasemaje mwanangu? Bwana mtani bwana fresh, mtani tupo tunabisha jua kali. Kama hivyo dizimu inakita. Watu wanasikiliza ina noma. Bwana mshikaji alitusumbua kinoma. Oya mjengoni hapo mwanangu, mimi natamani sana nitokee kwa mara nyingine bana. Brand new track washikaji pia waipokee, wanatamani sana kusikiliza radha mpya najua kwa bana, karibu sana kwa mara nyingine. Bwana nashukuru sana Dizim ni nyumbani. So nikasema pia nikipata nafasi nyingine basi nije tujuze ngoma, itakuwa jambo kubwa sana. Hii ni mara yako ngapi unafika hapa Dizim FM? Inaweza kufika hata mara 8 mara 10 hivi. Way back tushakuja tushafanya, tuna introduce ngoma, wananisupport pia. Kwa hiyo big time sana. Okay, maeneo gani una present mzee? Maana kuna washikaji ambao sasa hivi wanasikiliza, wanataka kujua kwamba mwenetu ni mtu wa wapi, mission zake ni zipi. Bwana mimi Morogoro nzima bwana, kwangu Morogoro nzima, town hapa, ona huko Mamukinore, Mkuyuni, Ngerengere huko kote kule nyumbani. Kwa hiyo Morogoro nzima mimi na represent mzee. Tuko na Lakendo. Na of course kwamba lengo kubwa zaidi la kuja Dizim FM Radio sasa hivi ameleta brand new track ya kwake ambayo washikaji wengi wanatamani kuisikiliza. La mimi kwamba utaenjoy kwa sababu muziki mzuri. Na mwenyewe tuna present hip hop kabisa bwana, sisi wasimamia misingi. Harakati zinaonyesha tu ndio walikuwa wanazungumziwa jana bwana. Kwamba waresu wa hip hop nyinyi ambao mnaimba ngumu, mnazingua kinyama, hususan kwenye swala zima la collabo. Mnazingua kija mtu R&B unaona huyu mlaini mshamba unampiga chini. Kweli? Hapana, sio kweli, kwa sababu hata mimi ngoma yangu hii ni ngoma fanya ni hip hop ya misingi, lakini kwenye chorus ipo Beka Title. Msanii ambaye wa kuimba. Kwa hiyo mimi nishafanya ngoma nyingi na watu wa kuimba. Nafikiri labda itakuwa ni baadhi ya watu na mitazamo yao, lakini kwangu mimi hata watu wa kuimba pia nafanya nao. Umeshawahi kumtafuta msanii yoyote ambaye ni mkubwa, msanii wa hip hop ambaye ni mkubwa kwamba ufanye naye kazi, ukampa kazi? Ushawahi? Mapokezi yake yalikuwaje? Wapo ambao wanasupporti na zipo ngoma ndani ambazo za wasanii wakubwa ambao nimefanya nao nazo. Na wapo wengine ambao unakuta labda unaweza kumtumia track akaisikiliza na kujibu tu fresh tutafanya. Ukimcheki wewe vipi mzee tutafanya. Kwa hiyo inakuwa hivyo na kurusha, mwisho wa siku unagundua kwamba labda pengine hajapenda, lakini nashukuru asilimia kubwa ya watu ambao nimewatumia kazi walikubali na nimefanya nao na ziko ndani. Tushikilie hapo nani ambaye maybe ushawahi kumcheki, yani yupo kwenye top zile za kwenye game ya hip hop? Habari njema ni kwamba nishafanya na Unju Nikimbishi. Nimefanya naye ngoma pia Chidi Benz. Ngoma na Chidi pia, Mungu alibless nikamcheki bro akanibless. Hivyo hapo wengine Bosho Ninja. Bosho Ninja pia na ngoma naye Ninja. Hivyo pia Mediboshen wa Morogoro mwenzetu pia. Mediboshen pia na Mikwaju naye. Hivyo kwa hiyo wapo ambao nimefanya nao na wana support pia. Sawa, sasa moja kati ya wasanii ambao umewataja umefanya nao kazi, sasa hivi wao kidogo wana majina hivyo, unaelewa kitu kama hicho hapo. So kiupande wako, yani unahisi ni kipi ambacho kinakwamisha zaidi, ikiwezekana tuwe zaidi ya wao ama hata tufikie pale ambapo wenetu pia amefika? Kipi kwako ambacho Lakendo kinakwamisha yani kwenye hiyo swala? Kwangu mimi nafikiri, mimi naamini kwenye muda, kwa sababu kila kitu kina muda. Yani huwezi kufika 10 kabla hujaanza na moja. Kwa hiyo mimi naamini nipo kwenye mchakato. Kwa hiyo muda ukifika na mimi na imani nitafika, na naona kweli hatua tangu nimeanza mpaka sasa hivi nilipo, Mungu anasaidia kweli, tupo vizuri na tunazidi kusogea. Kwa hiyo kitambo kinoma hili. Sio muda mrefu sana, kwa sababu nikiangalia kwenye YouTube ngoma yangu ya kwanza nafikiri kama miaka 3 nyuma ndio nimeanza kabisa official kwamba of course kama miaka 3 hivi nyuma lakini ndani ya miaka 3 hii tunaona ukuaji, naona feedback imekuwa nzuri na watu mapokeo ni mazuri. Kwa hiyo naamini tutafika. Sawa. Sasa tuweke hapo kwenye swala la muda ama wakati. Maana hiki ni kitu ambacho watu wengi sana tunajitetea mzee, kitu kidogo muda bado. Wakati pia bado sijui na nini kitu kama hicho hapo. So
kwa matarajio vile ambavyo mikakati yako ilivyo, sawa, mipango pia ilivyo na nini, tutarajie labda baada muda gani, kuanzia kama miaka 2 hivi mbele, 3 au ndo tunaenda kwenye engo ya muda tena? Nafikiri siwezi kukadiria moja kwa moja, kwa sababu sasa hivi muziki umekuwa biashara. Muziki sasa hivi lazima uwe na mtaji ili muziki wako uende. Tofauti na zamani ilikuwa ni kipaji. Sasa hivi kipaji ni asilimia chache sana kwenye kufikia malengo. Kwa hiyo na imani kwamba kama ukipatikana mtaji hata ndani ya mwaka mmoja, miaka 2, tunaweza tukafika kwenye top kabisa.